Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna uinjilisti wa aina mbili uliofanya kazi kwa vipindi tofauti tofauti. Uinjilisti wa aina ngapi? Mbili. Kuna uinjilisti wa Agano la Kale na uinjilisti wa Agano Jipya. Wote ukigusa namna ya kuongoa roho, lakini kwa staili mbalimbali, kwa staili tofauti. Uinjilisti wa Agano la Kale ulikuwa tofauti na huu Agano Jipya tunaofanya leo. Huu tunaofanya leo ni tofauti kabisa na uinjilisti ambao walifanya wakina Musa na wakina Elia na wana wa Israeli. Kuna uinjilisti wa aina mbili, uinjilisti wa Agano la Kale na uinjilisti wa Agano Jipya. Uinjilisti wa Agano la Kale wao walitumia mionekano ya maisha, namna Mungu anavyowatetea, namna Mungu anavyookoa kupitia kwa namna wanavyofanyiwa na Mungu. Kile kao ni kigezo cha kufanya mataifa mengine wapate kuwa kama Waisraeli. Namna Mungu alivyotetea kule Goshen, kule Misri. Wakati ule mapigo yakipigwa mvua ya mawe, Goshen kuna amani. Ikipigwa chawa huku kuna nini? Kuna amani. Ule ulikuwa ni uinjilisti nao. Uinjilisti wa matendo. Matendo makuu ya Mungu. Na ndio maana historia inasema kwamba walipotoka pale Misri, walitoka na Wamisri wengine wakahama nao. Hawakutoka peke yao. Kuna Wamisri ambao walivutiwa na Mungu wa Israeli. Mungu wa Israeli. Haukuwa uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, ulikuwa ni uinjilisti wa matendo makuu ya Mungu. Musa aliutumia huo ili kumvuta Farao awe msikivu kwa Mungu, kwa zile ishara za fimbo kuwa nyoka na maajabu mbalimbali, ili kumfanya Farao awe na hofu ya Mungu, amtii Mungu. Ule nao pia ulikuwa ni uinjilisti. Uinjilisti wa namna hiyo ulimuongoa Rahabu. Haleluya. Yule kahaba kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 7, Rahabu akawaambia wale watu wapelelezi, nimesikia habari za Mungu wenu, namna alivyowatoa Misri, namna alivyowahamisha bahari ya Shamu. Huyo Mungu nimemwamini. Kwa uinjilisti wa matendo huu ukafanya Rahabu akaokolewa. Uinjilisti huu ulimfanya Nebukadneza akamtangaza Mungu mbele ya Shedraki, Meshaki na Abednego. Baada ya kuona kwamba moto umefeli kufanya kazi. Haleluya. Wametupwa kwenye moto, lakini Mungu akawakomboa. Ule muonekano wa yale matendo makuu ya Mungu ukamfanya Nebukadneza akatangaza, sasa kuanzia leo asiabudiwe Mungu mwingine yoyote, bali Mungu wa nani? Shedraki, Meshaki na nani? Na Abednego. Kwa uinjilisti ule ukamuongoa mpaka mfalme. Uinjilisti huo ulimuongoa mpaka Dario Medi, baada ya kuamuru kwamba Danieli atupwe ndani ya nini? Tundu la simba, na akakombolewa. Kupitia vile Dario Medi akamtambua Mungu wa mbinguni. Kwa kulikuwa na hizo staili mbalimbali za huduma. Mataifa haya kulikuwa na mataifa 7, kulikuwa na Myebusi, sio hivi. Wengine walikombolewa kwa sababu ya yale matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Huo ni uinjilisti wa Agano la Kale, ambao ni uinjilisti wa matendo na ishara, matendo makuu ya Mungu na ishara kubwa zikafanya watu wakavutwa, watu wakaokolewa, wakamtangaza Mungu katika namna zao. Haleluya. Namna ambavyo Elia alimkabili Ahabu ulikuwa ni uinjilisti. Mungu alitumia hivyo. Namna hata bahari ilivyogawanyika watu wakapita, ule pia ni uinjilisti. Namna ambavyo Musa aliamuru mwamba ukatoa maji, ule pia ni uinjilisti, sio muonyesho. Namna ambavyo nyoka wa moto alipiga wana wa Israeli akafu akaenda nyoka wa shaba, angalia juu mtu okolewe, ule pia ni nini? Ni uinjilisti. Maana ulikuwa unavuta watu kwa ajili ya kumtambua Mungu na tabia yake. Uinjilisti wa nyumba kwa nyumba ulianzishwa na Yesu. Zamani zile za Israeli kwa hakuna nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, si mikutano ya hadhara, ilikuwa ni uinjilisti huo. Uinjilisti wa nyumba kwa nyumba ulianzishwa wakati wa Yesu Kristo mwenyewe. Kwenye kitabu kile cha Mathayo 9:35. Mathayo 9:35. Mathayo 9:35. Mathayo 9 mstari wa 35. Mathayo 9 mstari wa 35. Mathayo 9:35. Nadhani tumeipata, hebu tusome. 35 inasema naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji akifundisha
Hizo ndio ilikuwa kazi ya Yesu. Alikuwa anazunguruka katika miji na vijiji akihubiri habari njema ya nini? Ya ufalme. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake katika miji, na tofauti na wale wa kwanza ilikuwa ni matendo tu. Matendo 20 mstari wa 20. Ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali niliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba. Uinjilisti wa nyumba kwa nini? Kwa nyumba. Paulo akaja akauendeleza, akawa anakwenda anahubiri wazi wazi, public effort, mbele za watu, lakini pia anakwenda nyumba kwa nini? Nyumba kwa nyumba, kwenda kuongoa watu, kuwatangazia habari njema.